Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nampisha Kenneth Bwire kutuarifu yaliyojiri katika habari nyingine mbalimbali ulimwenguni. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amerejea kazini baada ya kujitenga kwa wiki moja tangu alipogunduliwa alikuwa ameambukizwa virusi vya corona. Ramaphosa ambaye alipata chanjo ya Johnson & Johnson mnamo mwezi Februari aligunduliwa kuambukizwa virusi vya corona hapo Desemba 12 na amepatiwa matibabu baada ya kuonyesha dalili ndogo za kuambukizwa. Taarifa kutoka ofisi ya rais imesema kwamba Rais Ramaphosa amerejea kazini na anatarajiwa kuongoza kikao cha baraza la mawaziri Jumatano wiki hii. Karibu watu 20,000 wamekuwa wakigunduliwa kuambukizwa aina mpya ya virusi vya corona Omicron nchini Afrika Kusini. Idadi ya maambukizi imepungua kuanzia mwishoni mwa wiki. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga Rai kilichopiga Ufilipino wiki iliyopita imevuka watu 200. Wafanyakazi wa kutoa misaada wameripoti kwamba uharibifu mkubwa umetokea katika sehemu za pwani ambapo nyumba, hospitali na shule viliharibiwa vibaya. Msemaji wa polisi amewaambia waandishi wa habari kwamba karibu watu 208 wamethibitishwa kufariki na 52 hawajulikani walipo. Kimbunga hicho kilipiga majimbo ya kati na kusini mwa Ufilipino wiki iliyopita. Zaidi ya nusu ya vifo vilivyoripotiwa na polisi vipo katika eneo la Visayas lenye mikoa ya Bohol ambapo ni kitovu cha shughuli za utalii. Shughuli za kutoa misaada zinaendelea lakini zimeathiriwa na uharibifu uliotokea kwa mfumo wa mawasiliano na umeme. Maelfu ya watu wamekoseshwa makazi kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa nchini Malaysia. Hali ni mbaya katika majimbo 6 ambapo karibu watu 21,000 wameondolewa makwao na kuwekwa katika makao ya muda. Waziri Mkuu Ismail Sabri Yaakob amewaambia waandishi wa habari kwamba kiwango cha mvua iliyoanza kunyesha Ijumaa ni sawa na kiwango cha mvua ya kawaida inayoonyesha kwa mwezi mzima nchini humo. Waziri Mkuu ameahidi kutoa msaada kwa waathiriwa haraka iwezekanavyo. Ametenga dola milioni 23.7 kukarabati nyumba na miundombinu iliyoharibiwa kutokana na mafuriko hayo. Juhudi za uokoaji zinaendelea kwa wale waliokwama kwenye magari na nje ya nyumba zao. Na mkutano wa dharura wa nchi 57 wanachama wa muungano wa ushirikiano wa nchi za Kiislamu OIC uliochukua siku nzima umekubaliana kuunda mfuko maalum utakaochangisha pesa kwa ajili ya kushughulikia mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi nchini Afghanistan ambapo mamilioni ya watu wanakabiliwa na uhaba wa chakula huku kiasi cha watoto milioni 1 wapo kwenye hatari ya kufariki kutokana na utapiamlo uliokithiri. Taarifa kutoka kwa washirika wa mkutano huo uliofanyika Pakistan imesema kwamba pesa hizo zitachangishwa kwa kuwajumuisha washirika wa maendeleo na kupitia kwa Benki ya Maendeleo ya Kiislamu. Kongamano hilo liliwahusisha wawakilishi wa Marekani, China, Russia, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa, likiwa ndiyo kongamano kubwa zaidi kuwahi kuandaliwa kwa ajili ya kuisaidia Afghanistan tangu Taliban walipochukua madaraka kutoka kwa serikali iliyokuwa ikiungwa mkono na nchi za magharibi kutokana na hatua ya wanajeshi wa kigeni wakiongozwa na Marekani kuondoka Afghanistan baada ya miaka 20.